Ukiwasikiliza wengi wanasema kwamba Marekani imeishambulia Iran ni kwa sababu Iran ni taifa la Kiislamu, na wanatoa mifano baadhi ya mataifa ya Kiislamu yaliyoshambuliwa na Marekani. Mfano, Afghanistan mwaka 2001, Marekani ilishambulia kundi la Al-Qaeda ambalo ilisemekana limejificha katika taifa la Afghanistan chini ya utawala wa Taliban. Na operesheni hii ya Marekani Afghanistan ilidumu kwa miaka 20, tangu mwaka 2001 mpaka mwaka 2021. Mfano wa taifa lingine la Kiislamu ambalo Marekani imewahi kushambulia ni Iraq mwaka 2003. Rais wa Marekani George W. Bush alishambulia serikali ya Saddam Hussein ambayo ilidaiwa kuwa na silaha za maangamizi, weapons of mass destruction. Lakini baadaye uchunguzi ulifanyika na ilionekana serikali ya Saddam Hussein haikuwa na silaha hizo. Na mataifa mengine ya Kiislamu yaliyoshambuliwa na Marekani ni Libya mwaka 2011 chini ya serikali ya Muammar Gaddafi, na serikali yake iliangushwa huku Marekani ikiwa chini ya Barack Obama. Syria nayo ilishambuliwa mwaka 2014 na Marekani. Somalia nayo pia ilishambuliwa na drone za Marekani mwaka 2007, wakidai kuliondoa kundi la Al-Shababu katika taifa la Somalia ambalo lilionekana kuwa tishio zaidi katika pembe ya Afrika, na mataifa mengine kama Yemen na Venezuela. Sasa kutokana na Marekani kushambulia zaidi mataifa yenye idadi kubwa ya Waislamu, wengi wanasema hili la sasa pia ameshambulia kwa sababu Iran ni taifa la Kiislamu. Kihistoria, Marekani haijawahi kupambana na taifa lolote kwa sababu ya kidini. Zaidi sana ni kwa sababu ya maslahi yake. Mfano, Marekani ikihisi unacheza na usalama wake, basi itakushambulia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ukionekana kuwa tishio kwenye uchumi wake, basi itapambana na wewe vikali. Sasa kwa Marekani tukisema tuweke hoja ya dini mezani na ifunge mjadala, tutakuwa hatujafanya uchunguzi vizuri. Kwa sababu Marekani pia ni rafiki wa nchi zenye Waislamu wengi. Mfano, Pakistan ni nchi ambayo 96% ya wananchi wake wote ni Waislamu. Tena Pakistan ina hadi silaha za nyuklia. Lakini kwa sababu Pakistan haijacheza na usalama wa Marekani wala haijawa tishio kiuchumi, ndio maana Marekani haijaishambulia na inaendelea kuwa rafiki yake wa miaka yote. Wakati huo pia Marekani imeshashambulia nchi ambazo hazina itikadi za kidini ya Kiislamu. Mfano, Vietnam, ukienda kule Cambodia, mataifa kama Mexico, Guatemala, ukienda mataifa mengi sana yameshashambuliwa na Marekani na hayana itikadi za Kiislamu. Na hata hivi sasa Iran wala sio taifa ambalo lina itikadi sana za Kiislamu. Nitakurudisha nyuma kidogo, karne ya 20. Kipindi hicho Marekani ilikuwa inapambana sana kuimarisha uchumi wake, na wakati huo ilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa malighafi kama mafuta na rasilimali nyingine nyingi, na iliweka mkakati kwamba itazipata kwa nguvu au kwa kukubembeleza, na ukikataa kubembelezwa basi itatumia nguvu. Kwa hiyo mbinu zote mbili zilipangwa kutumika kwenye taifa lolote ambalo litahitajika kutoa rasilimali hizo. Na ukumbuke mataifa hayo yenye hizo rasilimali yalikuwa yanajiondoa kwenye ubepari wa mataifa ya magharibi, na mataifa hayo yenye hizi rasilimali, mfano Afghanistan, Venezuela, suala la mafuta, Libya kule chini ya Muammar Gaddafi, ndio ambayo yana hizi rasilimali. Kwa hiyo yalikuwa yanaupinga kabisa ubepari wa mataifa ya magharibi, na mataifa haya mengi yalikuwa hayatumii dini kupambana na mataifa ya magharibi. Lakini utawala wao unapoangushwa na mataifa haya makubwa kama Marekani pale kwa Muammar Gaddafi, ndipo wanaofuata wanashikamanisha dini kwa ajili ya kuunganisha watu huku wakipambania uchumi wao. Mfano, kuna hii inaitwa Islamic fundamentalism, yani Uislamu wa itikadi kali. Huwa unaanzishwa mara baada ya viongozi waliotangulia kushindwa kuendeleza uchumi au kushikamanisha uchumi vizuri wa mataifa yao. Kwa hiyo kwenye haya mataifa dini hutumika kuunganisha watu kwa ajili ya kupambania uchumi wao. Lakini Marekani haipambani na dini yoyote duniani, wala haipambani na taifa lolote kidini kwamba dini yako inatishia usalama wangu. Hapana, inachopambana ni maslahi yake binafsi, na hii itadhihirishwa na mataifa ambayo hayana itikadi za Kiislamu. Mfano, Vietnam War mwaka 1955 mpaka 1975. Ukienda kule Serbia, Yugoslavia, mashambulio ya NATO mwaka 1999. Mwaka 2011 Muammar Gaddafi alishambuliwa pale Libya. Barack Obama alifanya shambulio hilo. Lakini yapo mataifa mengi ambayo hana itikadi hizi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba historia ya kijeshi ya Marekani haijajikita tu katika nchi za Kiislamu. Watu wengi wanaona Marekani inalenga mataifa ya Kiislamu kwa sababu vita nyingi za hivi karibuni, karne ya 21, zimefanyika kwenye mataifa yenye Waislamu wengi, hasa baada ya mwaka 2001.
Anachokifanya sasa hivi Marekani ni ushindani wa nguvu za dunia, yani geopolitics. Ukumbuke mara baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1945, dunia iliingia katika kipindi kinachoitwa Cold War, yani vita baridi kati ya United States na Soviet Union, yani kati ya Marekani huku na nchi za kikomunisti, nchi ambazo haziamini ubepari. Katika kipindi hicho Marekani ilikuwa na lengo la kuzuia ushawishi wa kisiasa na kijeshi wa nchi za Kisoviet kuendelea kuenea duniani. Ndiyo maana mara nyingine Marekani iliingilia migogoro ya nchi nyingine ili kuhakikisha upande wake basi unabaki kuwa na nguvu zaidi. Mfano, Marekani iliwahi kuingilia vita ya Vietnam ili kuzuia kuenea kwa itikadi ya kikomunisti kusini mashariki mwa Asia. Lakini bado unaweza kubaki na swali, kwa nini Marekani inashambulia sana hapa Mashariki ya Kati? Ukumbuke kwamba Mashariki ya Kati ina sehemu kubwa sana ya akiba ya mafuta duniani. Mfano, Saudi Arabia, Iraq na hata Irani ambayo sasa hivi inashambuliwa. Na rasilimali hii ina umuhimu mkubwa sana kiuchumi kote duniani. Kwa sababu hiyo, wachambuzi wengi wanasema mataifa makubwa kama Marekani huweka nguvu nyingi katika eneo hilo ili kulinda usambazaji wa nishati hii duniani kote. Lakini pia Marekani amekuwa akiwalinda sana washirika wake. Mfano, mshirika wake mkubwa sana Israel ameonekana kulindwa sana na Marekani. Pia ukumbuke mara baada ya shambulio kubwa la September 11 attacks mwaka 2001, kundi la kigaidi liliwaua wa Marekani 2977. Marekani akaanzisha kampeni yake kubwa sana ambayo iliitwa War on Terrors. Katika kampeni hii Marekani ililenga makundi makubwa kama Al-Qaeda, ISIS yani Islamic State of Iraq and Syria, Al-Shabaab. Makundi haya yalikuwa yanafanya shughuli katika nchi zenye Waislamu wengi. Ndiyo maana vita nyingi zilionekana katika maeneo hayo. Sasa mfuatiliaji wa Street Report, jambo la msingi kuelewa ni hili. Migogoro hii mara nyingi haielezwi tu kidini, bali inahusishwa na mambo mengi kwa pamoja, kama siasa za kimataifa, yani geopolitics, rasilimali kama mafuta, vita dhidi ya ugaidi na kulinda washirika wake wa kisiasa kama Israel na mataifa mengine yanayosapoti ubepari. Na imani kwa leo umepata kitu. Mimi ni Adili Constantino na hii ni Street Report. Nini unatamani kufahamu zaidi kuhusiana na mizozo hii mikubwa ya kimataifa?